Bana, nenda katika kompyuta yako. Najua wengi hamlifahamu hili. Unavyoenda kununua kompyuta kwa mara ya kwanza, unaenda kununua kompyuta, either ni laptop, either ni PC, ni desktop. Nenda hapa, rudi katika kompyuta yako, sawa? Right click, fungua properties. Fungua properties, takuleta hapa ambapo anaonyesha specification ya kompyuta. Unajua maana hili neno? Hili hapa. Kwenye processor kuna Intel Core i7 i7 7600U and then processing speed ni hii hapa. Je, unajua tofauti kati ya hizi alama za mwisho? Hapa kuna alama U, nyingine unakuta ni G, nyingine unakuta ni H, nyingine unakuta zinakuwa zinatofautiana alphabetical order. Bwana, hili ni jambo ambalo lina maana kubwa sana kwa watumiaji wa kompyuta. Hii alama ya mwisho kwenye processor, hizi namba kuna i7-7600 U, nyingine unakuta ni G, G5, nyingine unakuta ni H, G7. Wewe kuonesha tofauti, kuna tofauti kubwa sana katika matumizi. Nenda katika kompyuta yako, jaribu kugoogle haya matumizi ya processor. Umeona? Andika kati ya tofauti ya hizi processor, utakuja kugundua kwamba processor kwa mfano ambayo inaishia na U ni processor ambayo inafaa kwa matumizi, lakini inafaa kwenye matumizi ya kawaida. Kuna processor ambayo inaishia na H. Hiyo ni processor ambayo iko specified kwa ajili ya complex activities, yani kwa ajili ya kazi ambazo ni kubwa na ni kazi ambayo ni ngumu kabisa. Kwa mfano watu wanaofanya gaming, inafaa utumie processor ambayo hapa inaishia. Unapokuja hapa inataja specification kwamba ni kwa ngapi. Hapa inakuonesha mwisho kuna hii alama, nyingine unakuta ina U, nyingine unakuta ina G5, G7, whatever the case. Kwa hiyo ni lazima uingie katika computer za specifically kuna computer ambazo zinaishia na H. H hiyo ni processor ambayo inafaa katika matumizi ambayo ni magumu, watu ambao wanafanya gaming, watu ambao wanafanya programming, watu ambao wanafanya video editing. Processor lazima uangalie kwamba mwisho inaishia na nini. Sio unakuja kununua kompyuta ambayo unakuta kweli zote ni kwa i7 lakini moja ina speed na nyingine ni low. Hii ina maana kubwa sana kwamba kuna kompyuta ambayo specified unakuta processor ni kwa i5 au ni kwa i7 lakini processing system ya kwake ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida au matumizi madogo kwa ajili maybe ya typing, Microsoft activities na vitu kama hivyo. Lakini nyingine unakuta ni processor ambayo very specified kwa ajili ya matumizi ya kazi ngumu au kazi kubwa. Kwa hiyo cha kufanya, nenda katika kivinjari chako, jaribu kugoogle difference, tofauti kati ya hizi processor mbili. Umeona? Kabla hujaenda kununua kompyuta, nenda katika kompyuta yako, nenda kwenye properties, angalia hii kompyuta yako inaishia na nini. Kwa hiyo hapa mwishoni lazima utakuwa umekuwekea maybe ni G, maybe ni H, sawa, maybe ni U. Unaenda katika kivinjari chako Google tofauti kati ya hii, na mimi nimekurahisishia kujua kwamba hii herufi ya mwisho inakuwa ina maana kubwa sana katika processor. Hiyo ndio processor ambayo inakuonesha kwamba ipo kwa ajili ya matumizi yapi. At the same time, kwa mfano watu wanaoendesha magari, vyombo vya moto, wanaangalia engine. Kuna kwenye kompyuta hii ndio engine, processor ndio kama engine, ambayo hii ni engine labda kwa ajili ya vitu vikubwa, hii ni engine kwa ajili ya vitu vya kawaida. Kuna kwenye processor kwa mfano U na processor nyingine, hizi ni kompyuta ambazo zinaweza kuperform task za kawaida. Ukiperform vitu vikubwa, processor inashindwa, mwishowe unakuta diode zinaanza kupata moto, mwishowe kompyuta itakuja itazima. Kwa lazima uspecify kwamba lazima uangalie kwamba kompyuta unayoitumia iko compatible kwa vitu vidogo au vitu vya au matumizi makubwa. Hili jambo is very important. Kwa hiyo unaweza kununua kompyuta imekaa wiki mbili, imekaa wiki tatu au imekaa mwaka mmoja, inaanza kusumbua, unaweza kupeleka kwa mafundi. Ni kwamba unaitumia kwa matumizi ambayo sio sahihi. Kila kompyuta processor ilivyotengenezwa ipo compatible kwa ajili ya vitu fulani, iko compatible kwa ajili ya matumizi fulani. Ni vyema ukajua hili tofauti kwamba unavyoenda kwenye my property hapa, sawa, device name itakuwekea, processor itakuwekea, itakwambia ni Intel Core i7 7600 U, nyingine utakuta ni G something, sawa, nyingine utakuta ni herufi nyingine, sawa. Hizi zinakuwa zina maana kubwa sana. Kwa hiyo kabla hujanunua kompyuta, nenda katika kivinjari chako, nenda kwenye browser, jaribu kugoogle kwamba hiyo alphabetical ya mwisho hii hapa.
Kwa mfano hapa ni hiyo, ina maana gani? Kwa mfano hii hapa, hii ni kwa ajili ya simple task. Hii ni processor lazima uitumie kwa ajili ya task ambazo ni za kawaida, task ambazo ni ndogo, ambazo haziwezi kuchosha kompyuta yako ikafikia hatua ya kukuletea shida ndani ya muda mfupi sana. Au unakuta unafanya maybe installation nyingine za kawaida, lakini hii ina perform haraka na hii ina perform kidogo, ina perform slowly. Unajiuliza kwa nini? Ni kwa sababu ya ile compatibility ya processing system iko kwenye low task. Yani hii ni specify kwa ajili ya low task. Kwa unapoiforce kwa ajili ya perform task ambayo ni kubwa, ni rahisi sana hiyo kompyuta kuiharibu ndani ya muda mfupi sana. Kwa hiyo nenda katika kompyuta yako, jaribu kuchunguza hiyo kompyuta ni kwa ajili ya matumizi yapi. Kama ni simple task, itumie kwenye simple task. Kama ni high task, itumie kwenye high task. Nenda katika kompyuta yako kwenye my properties, jaribu kuchunguza. Usije ukaribu kompyuta yako kwa muda ambao sio sahihi kabisa.